Kwanza kabla ya mchezo ulizungumza kwamba mmoja wa wachezaji ambao watafunga kwenye mchezo wa leo ni Libase Geye. Pengine kitu gani ambacho au signal gani ambayo uliiona kwa Libase Geye? Libase Geye ni mchezaji mmoja hatari sana kwa sababu nilikuwa nasema kwa yani ni mchezaji ambaye akikamata mpira hana masiara katika eneo la kufunga. Kwanza anajua kazi ambayo imemleta Simba. Cha kwanza anatumia akili. Cha pili anajua anifanye kitu gani kifika eneo la boxi. Kwamba natakiwa nipige ama natakiwa nitoe pasi. Libase Geye ni mchezaji hatari. Tukizungumzia ligi kuu ya Tanzania, Libase Geye yuko moto, yani ni fire. Yani yuko moto kuliko maelezo. Hashikiki. Libase Geye anawaambia wapinzani wake kwamba watajichagua wenyewe kati ya Yanga ama Azam. Nani anataka kwenda kukutana na Libase? Wewe unamtaka nani? Mimi namtaka Yanga. Kwa nini? Namtaka Yanga kwa sababu bado tuna hasira naye. Kisasi ni haki. Kuna kitu ambacho alikufanyia mpaka kwenda kisasi nacho? Tuna kisasi naye mara tano mara tano mfululizo, mara sita mfululizo, mara sita kutufunga. Mara saba hiyo nyingine acha nipe tu tano. Umenielewa? Kwa hiyo tuna kisasi. Kisasi kinatakiwa kilipwe na kisasi ni haki. Kwa hiyo tunataka tukalipe kisasi. Kwa hiyo tunataka wale wanajiita si ndio akina Okelo, si wanajiita akina Pakome, sijui akinaitwa akina Yaokwasi, sijui akinaitwa akina Mudathiri, sijui akina Zimbwe, wakina Shadrack Boka, wanataka kusana na Libase Geye. Mtu hatari ndani ya boxi, mtu hatari, winga machachari kabisa. Tukizungumza combination ya Libase, Mpanzu na Clatous Chota Chama, kwa upande wako unaona ni combination aina gani? Hiyo haifai kutajwa. Kwa sababu yani toka chini ya Steven Baka wachezaji wamekuwa hatari sana. Ukizungumzia hawa watu watatu wanapika chakula mmoja hatari sana. Yao wanapika bomu ambao hata Ukraine wao kilifikiria wanaweza wakahama hata mjini kwao. Ni bomu hatari sana. Vijana wako vizuri, wanatumia akili, wanatumia kwamba tukiwa na mpira tunajua kwamba yani tunafanya kitu gani. Kwa kweli achana na hao watu watatu ndani ya Simba. Ni watu ambao natakiwa waogope vibaya mno. Zile goli 4 ambazo mmeshinda leo ulizitarajia kwenye mchezo wa leo kutokana na Coast kuwa bora, lakini pia Simba Sports Club imekuwa bora zaidi. Sikutegemea kwamba leo itafunga goli 4. Sikutegemea. Nilisema 2, nilikuwa nimebashiri 2 au 3. Lakini nilizani kwamba yani kwamba kusema kweli Coast nilikuwa naona kwamba atanipa mechi ngumu. Lakini mimi napenda, mimi ni mwanamichezo. Coast wajanionyesha mchezo ambao walikuwa wananionyesha pale Tanga, wakaja wakanionyesha pale KMC Complex. Leo hawajanionyesha ule mpira ambao nilikuwa nautaka mimi. Lakini wakubwa ni wakubwa tu. Simba Sports Club wamefanya kwamba hivi waonekane kwamba wao ni wakubwa. Ndio maana nikakwambia muda ule, yani kila goti litapigwa ndani ya Simba. Kila goti litapigwa mbele ya Libase Geye, kila goti litapigwa mbele ya Chama, kila goti litapigwa mbele ya Mpanzu, kila goti litapigwa ndani ya Aura. Pila ambalo unapiga Simba kwa sasa ni pila la aina gani? Napigwa Bayern Munich huko. Yaani tukizungumzia Bayern Munich au Brazil kama ulikuwa unaiona juzi, ndio pila linalopigwa pale Msimbazi. Simba Sport Club wanapiga mpira bomba kabisa. Yaani nyasi zinateleza chini ya Steven Baka. Unaanza kupita tena kama misili ya semaji la kavu. Hapana. Semaji ni mtu mwingine. Professional wetu unatufundisha jinsi ya kuongea tukiwa kwenye vyombo kama hivi. Yaani tunaongea kimpira kiprofessional. Yani kwa tunazungumzia mpira, yani tunazungumzia football level. Simba anapiga mpira mzuri. Yani Steven Baka ni kocha mwenye akili braza. Achana na kile kichwa. Yani anatumia akili alafu mpira unakaa mguuni kwake. Wengine ni miongoni mwa makocha ambao mlikuwa mnawawishi mwapate kama yule Steven Baka alivyokuja mara ya kwanza nilikuwa nasema sio kocha bora, lakini jinsi alivyokuwa anaendelea kuifundisha Simba nikaona yes. Mpanzu akwepo vile. Kila mtu alikuwa anaona. Lakini sasa hivi katuliza akili, Mpanzu anafanya kazi yake vizuri sana. Anafunga, anatoa pasi. Sio kama Mpanzu tunamwona miaka ya nyuma. Lakini sasa hivi Steven Baka kambadilisha. Yaani kamfanya Mpanzu kama dhahabu. Yaani Mpanzu yani ni kama maji. Usipoyaoga utayanywa. Usipoyanywa na utayaoga. Bwana Clatous Chota Chama ameendelea kuprove yeye miongoni mwa wachezaji hatari sana. Bao ambalo amefunga Clatous Chota Chama ni bao ambalo la surprise sana, lakini cha kushangaza hakushangilia Chama. Nilipiga interview moja miaka ya nyuma nikasema nina mimba ya Chama. Nikasema nataka nimzalie Chama mtoto. Lakini nataka nimwambie tu kwamba mimi naendelea kukua. Chama anaendelea kuwa bora zaidi. Kila panapokucha, magoli anayofunga Chama ni magoli ya kipekee kabisa. Yaani kwamba hutarajii kwamba pale atapiga ile lengo afunge.
anaendelea kufanya surprise. Magoli ambayo anafungwa huko kwenye World Cup, yani magoli ambayo anafungwa kwenye kombe la dunia, ndio magoli ambayo unaona Simba Sports. Tunda. Wallahi, na kwa pia magoli anayofunga Chama ni magoli ambayo unaweza kuona kwenye kombe la dunia. Yanafungwa na kina Brazil kule, yanafungwa Morocco, yani sita nikutajie nini, Hispania, ndio magoli ambayo unaona Simba Sports Club. Chama anaendelea kuonyesha kwamba yeye ni bora. Yeye namba 10 bora. Anafanya kile kitu chenye kiwango cha hali ya juu, anatumia akili, alafu ndo anagusa mpira. Kwamba utakavyokuja na utakavyopokea, anafunga magoli ambayo yenye ubora hali ya juu. Eneo la goalkeeper leo umelionaje labda? Goalkeeper wetu Kasali. Kasali anaendelea kufanya vizuri. Japo kuna muda anatuuzi, kuna muda anatukera, lakini tunatamani kwamba viongozi wetu waendelee kutuletea goalkeeper bora kushinda Kasali. Mimi si goalkeeper mwingine tena. Tunahitaji goalkeeper bora. Simba ni timu bora. Simba ni timu kubwa kabisa. Tunahitaji goalkeeper mwenye viwango vya hali ya juu. Ya Kamara, magolikipa ambao wana uwezo wa kuitetea Simba. Kuna muda fulani Kasari anajisahau kwamba yuko golini. Kuna muda anafanya makosa madogo madogo. Hatutaki makosa madogo madogo yarudie kila dakika. Kwa hiyo tunahitaji golikipa ambaye mwenye kiwango cha hali ya juu. Hivyo tu. Kwa namna ambavyo Simba inacheza unaziona ubingwa, unaona zile mbio za kuwania ubingwa zinaenda kutimia kwa Simba? Tena naomba nicheke. Kwa sababu anayekukimbiza na kupumulia nyuma. Yaani Young Africans ni kwamba hivi hawaamini kinachoenda kutokea. Yaani hata kama unaongoza ligi kwa pointi 2 tu, sisi tuko nyuma yao. Ni kwamba hawaamini hichi kinachoongea. Yaani hawatamani kukutana na sisi, hawatamani. Yaani tunautaka ubingwa kivyo vyote. Na tunaambia hivi tunakuja. Yaani hili halijaisha mpaka liisha. Kila mtu acheze vizuri kimechezi. Lakini nataka nikuhakikishie kwamba Yanga anaangusha mechi moja. Hili weki na utakuja kulitoa. Yanga anaangusha mechi. Mechi ipi ambayo unaiona Young Africans anaweza kaangusha? Kuangusha mechi na Azam. Azam. Upende usipende. Ya ligi hiyo. Ya ligi. Anakuja kuangusha. Tegemea Azam kweli? Ya kuwa bingwa. Yaani namtegemea kwa 100%. 100%. Yanga anakuja kuangusha points hizi. Tunaomba uelekeze. Simba anakuwa bingwa. Shukrani sana. Baba, kwa heri.